I want to appreciate a few people. Abro Luongo Jaduong Obel, Jaduong George Obel, adwa nibikani mchungaji karibu, ningeomba ufike hapa. Hawa marafiki zako waliokuwa walisema Christmas bila chapati sio Christmas. Lazima hiyo asubuhi mchungaji akule chapati. Is our tradition, si ndio? Sasa ningetaka rafiki yetu George akupatie asante sana. Mchungaji Captain Joel Sopi, I'm sure gifts anataka na mandazi asubuhi siku ya Christmas. Tafadhali, George usirudi. You did not finish. I will release you when you finish. Captain, tafadhali, there's something for gift and money and Sopi. Something for Sopi. Thank you for the time. Amen. Thank you so much for the appreciation. But it is hard. Kindly Timothy appreciate a few people, then the more will appreciate today. Andrew Owino, the Bajal of St. Stephen's. Isaac Kamoni, Mr. Masharia, Mami Rosa Dai, thank you for coming. You are the only one who turned up, eh? Mr. Masharia, asante sana kuja upande huu. Tunaona Christmas bila mandazi asubuhi sio Christmas. Kwa hivyo marafiki zako hawa wameona wanunulie kale kamfuko kadogo unga mbili ya chapati. Asante sana kwa ile kazi yote natufanyia hapo. Unatushughulikianga vizuri sana. Tukikuja hapa tuna wasiwasi. Tunafundanga free. Asante sana, Mungu akubariki. Mami Rosa Ndai, asante sana. Unatushughulikia sana tunapoenda upande ule. Wakati mwingi nikiingia unaniambia mama, leo washiriki wataingia upande huu. Leo washiriki wataingia mahali imeandikwa girls and boys. Na wakati unaniambia hivyo I feel so young. I say, oh, so I'm still a girl. And these old men here are still boys. So we feel very good because the way unatukaribisha vizuri na unatuhudumia. Tunashukuru. Katika hii basha kidogo, ama rafiki zako anasema wende ununue maziwa ya watoto. Basi ndio mdogo, mbele yako mwera kama na mangeni, kapoka bezi nikechukua kabet, so okaja kadoke no acho aka pato nami yote dolo. Koro watu matini mwa wish each other a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Amen. Wapa Mungu katika Kristo. Injili
Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako kwa sababu ya neema na wema wako. Asante kwa kutuleta pamoja, hasa katika ushirika. Tuomba Bwana uwepo wako uwe nasi, baraka zako ziwe nasi tunapolisikiza neno lako. Tunaweza kuketi na wasalimu wote kwa jina la Bwana yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana kwa kuwa na hii nafasi ya kukutana nanyi, na nashukuru Baba Provost ambaye pia ni Vicar General wa Askofu wa Nairobi, anaitwa the Very Reverend Canon Paul Kariuki. Yeye ndiye Provost wa hii cathedral, na kwa leo alipenda sana kuwa nanyi, lakini mambo yakawa mengi sana, hata kuna mengine hajaweza kwenda, ikabidi ashike ili angeweza. Kwa sababu sasa kwa niaba yake akanituma ili nije niweze kumwakilisha hapa, na akatuma salamu zake nyingi sana kwenu. Mmezipokea? Asanteni sana. Jina langu naitwa Parin Kabeo. Parin ni jina ngumu kwa wengi, kwa hivyo sitarajii ulikumbuke, lakini ukilikumbuka ni sawa. Wale wanajua jiografia, wanajua capital city ya France inaitwa Paris. Unaondoa S, unaweka N, inakuwa Parin. Sasa unaona ni jina rahisi. Na ikikushinda kabisa, hiyo jina ikitafsiriwa inamaanisha champion. Kwa hivyo ukisahau jina yangu kabisa, niite nani? Champion. Hiyo ni jina huwezi sahau. Champion inamaanisha mshindi, kwa sababu mimi ni mshindi nikiwa ndani ya Yesu. Huyo Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu, amenilinda, ameniongoza kutoka katika ujana wangu, kuniongoza katika ndoa yangu. Nimeoa na tumebarikiwa na watoto 3, na tuendelea kushukuru Mungu kwa yote, na tumeona mkono wake. Nimemuona hata kwa huduma yangu, na naendelea pia kumtegemea katika maisha yangu. Kwa sababu ya muda, ningetaka kuelekea direct kwa ujumbe wa siku ya leo, na leo tunasema ni wakati wa kuomba Bwana atume wafanyikazi. Praise the Lord. Mbie mwenzako, omba Bwana atume wafanyikazi. Tunaangazia katika Injili ambayo tulisomewa katika Mathayo 9 hapo mwisho, alafu Mathayo 10 kuanzia mpaka hapo mstari wa 8. Na tukiangalia tunaona Yesu wakati alikuwa anaelekea kwa mitaa akihubiri na akiponya waliokuwa wagonjwa, akifufua waliokuwa wafu, na pia akitoa mapepo kwa waliokuwa wakigandamizwa na mapepo, na pia akifundisha watu jinsi ya kumfuata Mungu kwa roho na kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa anatembea, ikawa sasa watu wengi sana walikuwa na kiu ya kusikia ujumbe wa Mungu ulio na uhalali, ujumbe ambao unaeleweka, the authentic word of God, neno ambalo halijapotoshwa, neno ambalo halina mtu wa kujitakia kitu katikati ya hilo neno. Kwa maana waliokuwepo ni Mafarisayo, na mafundisho yao yalikuwa yanaelekeza watu namna ya kutoa ili Wafarisayo wenyewe waweze kuendelea kimaisha. Na wengine walikuwa wanafundisha wakishindana na wengine ili waonekane wao mafundisho yao ni mazuri kuliko ya wengine. Ikawa wameongezea hata sheria zaidi. Badala ya zile sheria za Mungu wakaongeza nyingi zaidi. Ikawa mzigo mkubwa sana kwa wafuasi wa Mungu. Na Yesu akaja na ujumbe uliokuwa rahisi sana kuwaambia, hauna haja ya kukumbuka mambo mengi. Wewe mpende Mungu kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa kila chako chote. Alafu mpende jirani yako kama ujipendavyo mwenyewe. Sheria ambayo ni rahisi kukumbuka. Alafu wengine wakauliza maswali na akaweza kuyajibu. Lakini wakati mmoja ikawa alipokuwa na hubiri, akaenda huko akihubiri hasa hiyo area ya jangwani, akaona wafuasi wamekuwa wengi sana sana sana. Of course Mafarisayo walianza kuteta, kwa sababu waliona ni kama mtu anafuatwa sana na watu, wanaacha hekalu, wanaenda kufundishwa huko jangwani.
Lakini akiwa huko aliangalia wanafunzi wake, akawaambia, angalieni hawa watu wote, wametufuata siku mzima, wanaonekana wako na njaa tu pia njaa ya kimwili na njaa ya kiroho. Unawaangalia, wanaonekana ni watu hawana mwelekeo, wanakaa watu ambao wamepotoka, na ni watu ni kama kondoo ambao hawana mchungaji. Na akawaambia, wakati tuko saa hii, mazao ni mengi sana na mavuno ni mengi sana, lakini wafanyikazi wa kuvuna hayo mazao hawapo. Halo. Na hapo ndipo akawaambia, na tumuombe sana. Akawaambia, muombe ya kwamba Mungu atatuma watendakazi katika shamba lake na katika mavuno yake. Praise the Lord. Ningetaka tuondoe kwa hao wana wa Israeli, tukuje katika wakati wetu. Ingekuwa ni Yesu angesimama mbele yako saa hii, ni watu wa kina nani angeangalia aseme, hawa wanakaa watu ambao wamedhalilishwa na maisha, wamekosa tumaini, na ni watu ambao sasa wanakaa kama kondoo waliopotea. Halo. Ukiangalia, kuna uwezekano hata sema ni wale watu wako kanisani. Ataangalia, aende town usiku, aone vile maisha inaendelea usiku kwa watoto wachanga wa miaka hata 13, miaka 15, vijana wa miaka 20, wengine wamepata tupesa kidogo, miaka 27, vile wanajipoteza katika maisha yao na katika ujana wao. Waliopotea wako wapi? Waliopotea ni akina nani? Na Yesu akasema, mimi nimekuja kwa hao ambao ni wagonjwa ili niwaponye. Mimi nimekuja kwa huyo aliyepotea ili niweze kumrudisha katika ufalme wa Bwana. Nilipokuwa naangalia hapa wakati Yesu alikuwa anafundisha, ukiangalia sura ya 9, kuna mambo manne ambao Wafarisayo walikasirishwa nayo kuhusu Yesu. Wakimwangalia, wakikaa na yeye, kuna mambo manne iliwakasirisha hapo sana, hasa hiyo Matthew 9. Ukiangalia jambo la kwanza, walisema yeye anakufuru Mungu, ama ile tunasema blasphemy. Walimwaccuse ya kwamba yeye ni blasphemous. Kwa nini? Wakati aliletewa mtu ambaye amepooza, badala ya kumwambia pona, alimwambia dhambi zako zimesamehewa. Wakasema sasa huyu ameanza kujiinua juu ya kuwa famous, ameanza kuonekana, sifa imezidi, mpaka ameanza kutaja vitu ambazo zinalaanisha Mungu. Wakasema huyu sasa amekufuru Mungu. This one has become blasphemous. Hiyo ndiyo dhambi ya kwanza walisema. Jambo ya pili, dhambi ya pili walikuwa makosa ya pili walisema Yesu wao, kulingana na wao waliona Yesu amefanya, walisema ya kwamba amejifanya rafiki na watenda dhambi, kwa sababu aliita mtu ambaye anaitwa Mathayo kuwa mwanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, tusione ni kama ni rahisi kwa Wafarisayo, lakini sisi tunajua wana Kenya, si kuna watu hata wamekuwa kwa news wamefanya vitu mbaya. Ukisikia kwamba tena ati ndiye provost amepea tena hapa akuja kuhubirie, kuna watu watasema nihubiriwe na mwingine lakini si nani. Halo. Kuna watu wewe unajua ni neiba yako, na unajua zile vitendo ambazo wamefanya, na unajua wewe vile umeishi maisha ya Ukristo, lakini huyu jirani yako hajaishi kwa Yesu sana. Halafu unasikia kwamba sasa ni rafiki wa kanisa, mpaka amefanywa pasta kwa hiyo kanisa ambayo ni karibu na wewe, na hata hajamaliza wiki 2. Kuna wakati nafika unasema hapana, huyu mtu kwanza achunguzwe, na huyu bishop mwenye amefanya huyu mchungaji hata yeye achunguzwe. Mbona hajui watu ambao anafanya kuwa wachungaji? Yesu alishika Mathayo ambaye alikuwa ni mtu wa kukata hizi koti za serikali, anaitisha hizo koti na hizo charges,
za serikali, alikuwa tax collector, na wao walikuwa wanachukiwa sana hata kwa jamii. Akamfanya mmoja wa wanafunzi wao. Isitoshe akasema, ukiorganize ile party umeorganize jioni, mimi nitakuja. Na hiyo party ilikuwa na all the other tax collectors, wakubwa wote wa serikali wanaojulikana ni waizi wa pesa za serikali, walijaa kwa hiyo party, na Yesu alienda. Halo, si hata Yesu hata amepita sana, si ndio? Hata yeye amepita sana, lakini alienda, wakakula nao, wakacheza nao, wakafurahia. Ni kama upate mchungaji hapa, unasikia kuna mahali vijana wamekutana na wanalewa wakifanya vituko zingine, music imefunguliwa imepanda juu, upate mchungaji hapo ndani, unaanza kusema huyu amepotoka, huyu amepotea, huyu na amepotoka, si ndio? Wakasema huyu ameanza kukaa pamoja na watenda dhambi, kwa hivyo yeye sio mmoja wa walimu walioheshimika kwa sababu ya hicho kitendo. Jambo la tatu walisema ni ya kwamba hafuati sheria za kikanisa, ama si kikanisa, sheria, the religious laws, hafuati sheria za dini. Kwa nini? Wanafunzi wake hawakuwa wanafunga kama wanafunzi wa Mafarisayo na wanafunzi wa Yohana. Na wakakuja wakamuuliza, je, kwa nini wanafunzi wako hawafungi kama wanafunzi wale wengine, kama wanafunzi wa Yohana? Akasema, wafunge kwa nini? Na bwana harusi yako hapa pamoja nao, mimi niko pamoja nao. Ile siku nitainuliwa nitolewe kwao, wataanza kufunga, kwa maana saa hizo bwana harusi hatakuwa pamoja nao. Wengine hawakushika, lakini wakasema huyu kidini hatoshi. Jambo la nne walisema ni ya kwamba anamtumikia shetani. Halo, na ni Yesu wanasema, kwa sababu kuna wakati ilifika, kuna mtu aliletwa ambaye alikuwa bubu, haongei, alafu alikuwa amejazwa na mapepo. Alikuwa watu wote wamejaribu, wameshindwa kutoa hayo mapepo. Yeye kuja akamtoa mapepo. Wana wa Israeli wakasema, Israeli mzima hatujawahi ona kitendo ama miujiza kama hii. Wakasifu Yesu sana. Ndipo Wafarisayo ndio waweze kudhalilisha. Unajua ilikaa kama siasa, ni kama wanashindana na Yesu, akifanya kitu wanadhalilisha. Wakadhalilisha wakasema, msifuate sana huyu, hii yote anatoa kwa sababu ya mapepo. Yeye anatumia nguvu za kishetani kutoa mapepo. Na hapo of course ukifuatilia katika kitabu cha Luka, anawauliza shetani atawezaje kuwa amegawanyika katika ufalme wake? Halo, kwa sababu hata shetani anajua kupanga kazi yake, hajagawanyika vile wanasema. Anawezaje kufukuza mwenzake? Kwa hivyo huyu kijana ameweza kuokolewa na kutibiwa na kufanyika mambo yote mazuri, kwa sababu wakati wake umefika wa kukombolewa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yote ambayo Yesu alipitia kwa sababu kuna jambo moja tuliambiwa pale mwanzo. Aliona vile makutano yamekuja, watu wamekuja wengi, akawahurumia. Praise the Lord. Kwa sababu aliona ni kama kondoo ambao hawana mchungaji. Kenya hii tuko na makutano ya watu wengi wamepotea. Mahali unapoishi kuna makutano ya watu wengi waliopotea. Je, unapoona huyo mlevi, kuna machozi hukushika, ama wewe huona watu ambao hawajui kujipanga kwa maisha? Unapoona huyo msichana wa miaka 17 ambaye amebeba mimba, je, unamhurumia kwa machozi ama unaanza kulaumu mama yake? Halo. Unapoangalia, unapita hapo, unapata vijana wamekaa hawana kazi, wamezurura tu hapo, wanangojea wakikunywa bangi na zile aina zote ya madawa wakikaa hapo. Je, kwa roho yako unaangalia serikali vile imeshindwa kufanya kazi, ama unaangalia ufalme wa Mungu? Unaanza kutiririkwa na machozi kuona watu wanaopotea. Kwake Yesu hilo ni jambo lilimguza, akawa na huruma nyingi sana ambayo lilimtia
karibu atatoe machozi. Na ndipo akasema mazao ni mengi, mavuno ni mengi, wafanyikazi ndio wachache. Kwa sababu tumejifungia tukawa ya kwamba mimi na Yesu wangu, na ile ilianza watu wakaanza kusema Jesus is my personal savior, na inakuwa ni personal, nikiokoka inakuwa personal. Ni vizuri upiganie wokovu wako, lakini sikae tena ni yako, ujionyeshe kwa wengine, usahau waliopotea kuwaleta kwa Yesu. Nilikuwa naangalia population ya Kenya, utashtuka kujua ya kwamba chini ya miaka 24 Kenya population, watu walioko chini ya miaka 24 ni 60% ama 60% ya Kenya. Praise the Lord. Bila hata kufanya nini, twende tu hapa tu ushirika wetu, mtu yote ambaye ako below 24 ama ako 24 years kwenda chini, inua mkono, inua tu mkono. Wadada wote wanafikiria wako hapo, si wadada wote wako 16 years, ndio? Lakini ukiangalia vizuri hapa, unaweza chunguza upate hapa, most likely hatuna hawa watu hapa. Hatuna Wajaluo wenye wako below 24 years. Ushirika wao wanakutana wapi? Hello? Na si swali la viongozi, ni swali za ufalme wa Mungu. Praise the Lord. Kwa sababu swali letu ni je, tuko katika maisha haya? In fact, ukiangalia vizuri sasa, hata wacha niende mahali ambapo sasa watu wengi tuko. Ukiangalia watu wenye wamefikisha miaka 55 kwenda juu in Kenya, they are only 7%. Hello? Unajua 7% kumaanisha nini? Katikati ya watu 100, ukikusanyisha watu 100 Kenya hii, wale watu watakuwa wamepitisha miaka 55. Wakati ya watu 100, hawa watakuwa tu 7 peke yake. Wengine watakuwa chini ya miaka 55. Hii Kenya yetu, siku ingine. Na kwa hivyo swali ni je, kama nikitaka kuhubiri Injili, sasa niende kwa nani? Niende kwa hii 40% ya wale ambao wako 25 and above, ama niende kwa 60% ambayo iko 24 and below? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na sasa swali ni je, wewe ukiitiwa kijana wa 23 years utamwambia nini? Na hapo ndio tunasema Mungu, Yesu anasema omba sana katikati ya hao vijana, Mungu wainue wafanyikazi watakao wahubiria. Kwa sababu ukiambiwa wewe uingie TikTok, wengine wenu hata ujui ni nini. Hello? Ukiambiwa uingie Facebook, sasa ndio unaingia, wao walishatoka Facebook kitambo. Hiyo ni tangu old fashion. Sasa hiyo ndio unajifanya niko digital, niko Facebook. Juko na smartphone. Hello? Walishatoka huko kitambo. Facebook inaitangwa ya wazee, old school. Watu wa 24 years and below, Facebook sio the main place to find them. Wako kwa ma Instagram, wako kwa hizo ma TikTok na other apps zimekuja, na wanakusanyika huko mpaka usiku wa manane, wanakusanyika mpaka na watu wa Amerika, kwingine kote. So tukikwambia wewe uende huko ukahubiri, pengine utashindwa, lakini wajukuu wako wako huko, watoto wako wako huko, wakipotea watapotelea huko. Kwa hivyo ndivyo Mungu Yesu anasema, omba sasa Mungu ainue wafanyikazi, kwa sababu mazao ni mengi. Hello? Mazao ni mengi. Na wakati tunaongea mambo ya population, ya kumaanisha tunaongea mambo ya ati 60%. Najua 60% ni kumaanisha about 30 million. 30 million people. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watafikiwa 2 million, ni wengi sana. 30 million people wako below 24 years. Hawa watu wako kwa mashule, hawa watu wako colleges, hawa watu wako primary schools, huko kote. Tafadhali, mwito ni kwako, ombea mashule. Praise the Lord. Na uombea wahubiri wanaoenda kwa mashule.
Mwito ni kwako. Ombea wahubiri wanaohubiria vijana, na ukiweza, kama uko na lugha kidogo ya kufikia vijana, wafikie. Ukipata vijana wanapotoka, tafadhali walete kwa Yesu. Lakini pia nyinyi kama Lemdholuo, tafadhali tafuteni vijana wenu, tafuteni watoto wenu, waleteni kwa ushirika. Na hata kama hamtakaa pamoja, mtawawekea mahali pale na muwaitie mtu wa kuongea na wao, na aongee hiyo Kijaluo, waongeleshwe, wakae ndani ya Yesu. Usije alafu mtoto wako akaachwa nje. Praise the Lord. Mjukuu wako akaachwa nje. Kwa sababu tunapoongea saa hii, kule Amerika, kule UK na kule pengine huko Western countries, kanisa ni kubwa kuliko hata hii yetu ya Cathedral hapa. Hata tulienda 2019 kule UK, unapata Cathedral kubwa inaweza kaa watu 6,000, lakini washirika wa hapo hawafiki 100, na walioko hapo ni kutoka miaka 60 kwenda juu. The youngest ni 60 years. Hello, nimefanya tuinue mkono hapa ndio nijue, ama Lemdholuo ni ya wazee peke yake? Hello, nimefanya tuinue mkono ndio tujue. Tukisema hata saa hii watu wenye wako 25 and above bado hapa, hii ni ushirika. In the next 20 years, in the next 20 years, in the next 20 years, tusipoomba Bwana alfufue wahubiri wafikie hao vijana wawalete, in the next 20 years Lemdholuo inaweza kuwa history ya kusema tulikuwa na ushirika, tulikuwa na ushirika. Praise the Lord. Nilielezewa kuna mahali wakati mlianza kukusanyika Cathedral ilikuwa 2007, na sijui namba zimekuwa namna gani from 2007 mpaka hapa tumefika. Praise the Lord. Lazima tubadilishe target yetu iwe wale vijana. Ikuwe kuna Lemdholuo pia ya vijana mahali inakuja, ukizeeka kidogo unaingia ingine wazee kidogo, but iko na mahali una feed, kwa sababu zizi ambalo halina ndama. Hello, sitaki kukamilisha, lakini zizi ambalo halina ndama, hiyo ni mifugo inaisha. Praise the Lord. Tumuombe Yesu, tumuombe Baba mwenye mavuno atume wafanye kazi katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Chukua dakika moja mbele za Bwana, mwambie akusaidie ufanye kitu katika ufalme wake. Mwambie Bwana, nisaidie, hata kama ni kwa maombi, hata kama ni kwa mipango, hata kama ni kwa kutoa pesa zangu, fedha zangu ziweze kufacilitate kuwe na mkutano wa vijana wetu, hata kama ni kufikia wale ambao wako kwa mashule, ndio kwamba unisaidie Mwenyezi Mungu, waliopotea nikaende kwao, nisikae nimetosheka na kuna watu wamepotea, nisikae nimetosheka na watoto wanapotea. Naomba Mungu akusaidie katika maisha yako. Omba Mungu akupe neema na akusaidie kuelewa ni nini utakachokifanya ili uweze kutimiza kazi yake. Bwana sema nani atakaye kwenda badala yangu? Nani atakaye kwenda badala yangu? Nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana. Mwenyezi Mungu, tujikabidhi kwako. Taomba Bwana, kama vile uko na hofu, ukiangalia vijana wengi ambao wanapotea, ukiangalia vile maisha ya kesho itakuwa kwa sababu ya hao vijana na hao watoto, vile unapata hofu unapoangalia miaka 20 inayokuja. Tuomba Bwana utupatie hiyo hofu ya kuweza kufikia watoto, kuweza kufikia vijana na kuweza kufufua walio
waliogandamizwa na waliokufa katika mambo ya kiroho, ili waweze kushika injili yako. Tupe neema na ututume, tuko tayari kutumwa kwa kazi yako. Na tuomba zaidi ya hayo Bwana, utume wafanyikazi kwa hao vijana na kwa hao watoto, ili wakaokolewe, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Erokamano Padri Parin kwa neno la Mungu linalotuhimiza sisi tukaweze kukubali kutumwa na Mungu na tuweze kufikia wengine walio katika hali ambaye labda hatuelewi. Nafikiria chenye ametukumbusha ni muhimu kabisa kwa wale wenye tunakuja Mungu akitupatia next year. I think Reverend Parin, you are reminding us of something that sometimes in our fellowship satellite, before some good period of time, tulikuwa tumepanga ya kwamba watoto wetu walikuwa wanahusishwa. Sijui kama kuna mtu yeyote from satellite ako hapa. Naweza kumbuka tulikuwa tumepanga, tulikuwa tunatembea na wao, and we would create a forum where our young people were able to engage with us, so that we were able to work together to keep the spirit of this unity. It's a very big statement for us this year. I praying ya kwamba wale viongozi tunapoenda nyumbani, tunapopanga kukuja next year, I think that should also be a point of our interest. Ni kweli, because if we really expect that tuende Kindea na Lembu Dholuo, hatutarajia tu a miracle to happen. We need to be able to be strategic. So thank you so much, Mchungaji. That is quite an encouragement and very timely as we close the year.